Miongoni mwa video ambazo sasa hivi zinasumbua zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, video ni kama imerudi tena kwa mara ya pili hivi. Utakumbuka wakati kesi ya Lissu inasikilizwa kwa mara ya mwisho, wakati iliahirishwa mpaka tarehe 16 ambayo itasikilizwa tena kwa mwezi huu hapa, ni kwamba video hiyo alionekana bana, au walionekana wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakiwa wanapigwa na jeshi la polisi, na video ni kama imerudi tena hivi. Lakini pia wakati huo nilimsikia pia miongoni mwa mawakili pamoja na watu ambao wanaifahamu vizuri sheria wakasema kwamba wafanye mpango au wafanye mchakato bana wa kuweza kumshtaki huyo jamaa ambaye alikuwa anatumia nguvu kubwa zaidi na akawa anawapiga kama ng'ombe bana wanachama wa Chadema. Lakini kama ulisikia vizuri hapa, kuna sauti pia za kada wa Chadema mbalimbali wakiwa wanazungumza, wanasema kwamba ipo siku tu na wao au majonzi au tabu ambazo wanazipitia nao kama zitafika mwisho hivi, na huku tunapoelekea ni kama mambo yameshenda, ni kama maji yanaenda kuzidiunga hivi, kwa sababu tumeshuhudia pia upinzani mkali zaidi mpaka sasa hivi ukiwa unaendelea, especially Chauma tunaona wanakuja kwa kasi kubwa zaidi, lakini pia Chadema na wewe kila mara wanazidi kuimarika kuhakikisha kwamba upinzani unazidi kukaa vizuri. Lakini kitu ambacho ni cha kushangaza kidogo na kinachoibua maswali mengi zaidi ni kuona nyumba za ibada sasa hivi, licha na serikali kusema kwamba wasiingilie masuala ya siasa, ni kama sasa hivi kwenye nyumba hizo za ibada ni kama utabiri kila kukicha unazidi kutabiriwa. Yani watu wanazidi kutabiri, wanasema kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa tofauti sana, na mwaka huu bana ni mwaka ambao watu watashuhudia mengi zaidi, kwa sababu ni mwaka ambao Mungu amekusudia kumsimika au kumsimamisha mtu wake mwenyewe ambaye yeye anataka kumsimamisha. That's why ukiangalia vizuri kabisa hata kwenye hali ya siasa inavyoenda, lakini pia kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri zaidi, naamini kabisa utakuwa unaona mambo yanavyozidi kwenda hapa kwetu nchini Tanzania. So unaweza kaliona hili liko vipi, lakini hii hapa nimesema nikusogezee kwa sababu ni miongoni mwa taarifa au habari mbalimbali ambazo sasa hivi zinazungumzwa zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa upande wako pia hii unaionaje? Hii ni achia maoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya Mbasha TV. Lakini wakati huo Askofu Josephat Gwajima na yeye pia kwa siku ya jana tulikusogezea, alionekana pia akiwa na waumini wake kanisani wakiwa wanaendelea kusali kwa pamoja, lakini walikuwa barabarani nje tu ya kanisa lake bana kwa ajili ya kuweza kuendeleza masuala ya kuomba, lakini pia kushinikiza na kuanikiza pia makanisa yake yote ambayo yamefungwa yaweze kufunguliwa ili waumini waweze kusali na waweze kuendeleza pia maisha yao ya kila siku. So wengi wamekasirishwa pia na mambo ambayo sasa hivi yanaendelea kwenye mitandao mbali ya kijamii, na ndio maana kila sehemu ukipita unakutana na kauli ya no reform no election, no matter nini kilichopostiwa. Lakini kubwa zaidi bana utakutana pia na mambo kama hayo. Maoni yako pia ni yapi? Na chini hapo, lakini kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya Mbasha TV. Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya Mbasha TV, na leo tunazungumzia ndio huyu hapa.